Matthias De Ligt amerudi. De Ligt is back. Na amerudi training though ako isolation bado ana train pale 1-2 lakini naona tuachilie huyu jamaa bana next season. Nyinyi mtaniambia comment section. Huu msee bro, siku hizi ameanza kuwa kama aitwa aje huyu jamaa. Amekuwa Sancho ama Madison ule watoto na unacheza game moja unarudi injury game 10. Man United acha tutoanisha maplayer ambao wanakula njaro. Inafaa tumwachilie. Unajua jamaa anacheza fit atukatai. Delete anacheza fit. Lakini sasa ukishitwa utashinda. Lakini injury amekuwa huyu demu wa Chelsea huyu Reece James. Kila unacheza game moja unaenda nje game 5. Game moja nje game 5. Sasa kwa msimu unacheza nini? So unakuwa utegemeki. Utegemeki bana. So unaona na sasa hivi tumeharibika mpaka tunapiga Chelsea bila yani unasema defense ya tu ya Mazrui na Yoro imeshikilia Chelsea. Nikwambia Chelsea sasa hii washaoleka. Sasa mnawapiga home and away. Lakini Chelsea hiyo hamfai kujivunia ushindi. Chelsea iko mbaya. Chelsea iko mbaya bana. Nilikwambia hivi, tukipiga Chelsea itaandikwa Chelsea mbaya, itaandikwa Chelsea. Unajua kuna ile Chelsea ambayo ukipiga unasema yenyewe tumepiga. Chelsea gani hiyo? Chelsea ukipiga unasema tumepiga. Sawa tulipiga Arsenal. Unaona? Tulipiga Arsenal. Lakini Chelsea unaona Chelsea tumepiga home and away. Sasa hata ufai kuongelea Chelsea. Unaona ushindi unafaa mjivunie. Unajivunia ushindi wa City. Arsenal unajua Arsenal nao nimepiga number 1 na 2 wote. Hakuna mtapiga hapo. Unasema umepiga number 1 number 2 na 2 wote yani tumewapiga. Na unasema next season ni mbaya. Next season sasa ni mbaya. Mko UEFA. Unajua jamaa nilisahau kama Manu inafaa icheze UEFA. Unajua nimekaa sana bila kuona. Kwanza la season tena mlikuwa mnataka kupitia mlango ya nyuma. Ile nyingine mlipitia mlango ya nyuma. Hii nyingine Tottenham ilionyesha disaster. Sasa ona mali wako. Nikwambia heri na Manu basi ndio. Sasa ingekuwa semi. Jiji mngekuwa sasa ndio mngekuwa Tote. Nini wako bla fight relegation. Lakini Tote imeenda sana. Tote namba 18 hata kama mtu anatesekanga. Lakini si hivyo. Lakini kumbuka pia kuna time Chelsea pia ishaugua ikawekwa na Mourinho huko chini. Lakini unajua hiyo Mourinho hata by then amua kutoka Man U. Alitoka tukiwa na points ngapi? Alikuwa na points. Alikuwa tuko namba 13. Ole kuna akichukua. Mourinho anatangi mtu pazuri. Yana mananga yake anaishia. Lakini unajua shida ya Mourinho ni gani? Mourinho shida yake ni moja. Akitokaga akiwa amevurugana na kila mtu. Kwanza board hadi players. Yani sub, yani ana mzee hapana sasa hakuna mtu anamsupport. Sasa kwanza bwana msubscribe hapo. Wewe watch video hivi na hatuja subscribe na video na tumesema content yani ukitaka uchanguzi yoyote yani analysis ni uchanganuzi. Sasa by this sasa tukue serious. Tuko sasa serious. Unajua naona hii Kunya na Mbeumo next season. Hiyo kitu ni serious. Kunya na Mbeumo ni serious. Hiyo ni serious. Sasa tuweke trade aside. Hao majamaa next season. Unajua sasa hii Man U imekuwa ikijaribu. Kunya ndio wanajua. Unajua kila kocha ana access players wake, anajua strength yako na weaknesses za. Sasa Kunya walimjaribu kwa hiyo mambo ya winger wameona ni ngumu. Wacha tu kwa inside forward. Na kwa inside forward mwenye anataka ku dribble ball. Sasa nyimo hiyo opportunity. So Kunya ni mzuri wa kuchukua mpira na kupanda na yani ball carrier. Alafu na baada ya kiwa wing anaweza piga long range. Amepewa hiyo freedom. Na nimependa by the vile Carrick anatumia. Ampe hiyo. Unajua Ruben Amorim anaanza kwa box sana bana. Na wao jamaa yuko fit ndani ya box. Ako fit hii huku nje ya box. Very very effective ndani ya box. Yuko fit long range na baada anaweza peana assist hapo. Kwa hivyo si mbaya. Huyo jamaa mwingine kipara naye anafaa tu akimbie. Bora sioni Mbeumo. Mbeumo anabaki. Huyo jamaa anakimbia. Mbeumo ni mzee mwingine. Hiyo 25 years. Ule jamaa kuna. Muliekelea. Ule 25 ameekelewa. Sasa sijui. Mbeumo unaona akishika moto kweli? Anashika? Unajua Mbeumo mimi Kenya napendea Mbeumo ni work rate. Work rate ya Mbeumo iko sawa. Unajua tangu Carrick akuje by the amekuwa form under Carrick fit sana. Kitu inafanya Mbeumo ana drop form ni kugeuza positions. Ikawa 9 kidogo anarudi hivi. Hiyo kitu pia kwa mentally. So unafaa kuna vile ukizoea kumove kwa kiwanja mentally as a winger uwekwe number 9 inakutrain.
Tena ukesho uambiwe tunacheza sasa wing. Unaona ulishaanza kuambiwa. Kocha kaanza kucoach pale kuambia runs unafaa kumeka za 9. Ni different na unafaa kumeka runs za wing. Tena kesho ama atako bench Sesko ameanza. So kidogo hiyo kitu inachanganya nani. Na Brand Mbeumo. Na nani? Juu sahi ama atako babaya. Sasa ni mbona nani asizangu. Zagzi acheze hapo 9, Mbeumo acheze wing. Zagzi nayo ni. Unajua Zagzi anafaa acheze hii mpira inaitwa. Acha nikwambie Zagzi anafaa acheze nini? Zagzi anafaa acheze hii Volta hii. Unajua kitu hii mastingo yake hii. Ile LPL. Kitu nafanya by then naweza chukua Mbeumo over. Kitu nafanyanga Mbeumo anachukuliwa over Sesko ni moja. Mbeumo anajua kupress. Mbeumo ni pressing machine kuliko. Si ndio nakwambia mimi upenda work rate ya Mbeumo. Mbeumo ukimwona kwa field yeye out of possession utamtegemea. Unajua sasa hii EPL lazima utegemee player off the ball. On and off the ball bro. Kwa sababu EPL ni ngumu. Sasa ni ngumu. Sasa hii modern football imekuwa hivi. Modern football ni lazima msee akue fiti on and off the ball. So ukiwa lazy kama Sancho utakaa hizi survive. Gaucho arudi hapo ule Ronaldo alikuwa anajifanya na yule sasa hizi kaka. Hakuna koja atachukua na yule labda Pep jua atachukua atatumia Pep unajua hiyo weakness yako